Una shida gani? Okay, sawa. Nimeshajua una shida gani. Ngoja nikakufuatie dawa. Vipi? Hapana. Usiende popote Kiduchu. Ni kweli moyo wangu ulikuwa unaniuma sana. Lakini dawa ambayo inaweza ikanisaidia sio hiyo unaoenda kunichukulia dukani kama ile ambayo uliniletea siku ile. Dawa pekee ambayo inaweza ikanifanya mimi niweze kuwa sawa ni wewe Kiduchu. Mbona mimi sikuelewi? Unamaanisha nini kusema hivyo? Kitu ambacho sichokijua. Mimi nimetokea kukupenda sana. Na kuhitaji. Sitamani kabisa uende mbali na mimi. Na hata vile ulivyoniambia kwamba unahitaji kwenda kuolewa, kiukweli umeuchoma sana moyo wangu. Na nimejisikia vibaya sana. Kiasi kwamba naamini kama utakuwa mbali na mimi basi sijui hali yangu itakuwaje. Kwa tafadhali naomba usiondoke mbali na mimi. Naomba usiniache Kiduchu. Nakupenda. Nakupenda sana. Love in time mama, love in time jama, love in time mama, love in time jama. Kiukweli hayo ni maneno ambayo nilikuwa nakiasubiri kwa muda mrefu sana. Maana hata mimi nilikuwa nahisia na wewe. Yaani nilikuwa nikikupenda sana. Ila nilikuwa nashindwa kukwambia. Ila isingekuwa rahisi mimi kukueleza. Na ndio maana nikawa nasubiri uanze wewe kuniambia. Na hata hiyo safari mimi sikuipenda. Ya kwenda kuolewa na mtu ambaye simfahamu na wala sijawahi kumpenda. Gozi, kama kweli unanipenda, naomba niahidi kitu. Kuwa utaenda nyumbani kwetu na utafanya taratibu zote ili uweze kunioa. Usijali Kiduchu. Nakupenda. Kwa niko tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Nitakuja nyumbani kwenu, nitoe barua, nifuate taratibu zote ili niweze kukuoa. Kwa hiyo kama ulikuwa na wasiwasi juu ya hilo basi ondoa shaka. Kwa sababu wewe unajua nimepoteza kila kitu kwa sababu yako. Hata huyo mtu ambaye nilikuwa naye pia amepotea. Yote ni kwa sababu yako. Sina mtu mwingine ambaye atakuwa amebaki katika maisha yangu zaidi yako. Nakupenda. Kwa sasa mimi nafikiri inabidi urudi nyumbani. Na hutakiwi kumuonyesha chochote mjomba wako kwamba unahitaji kubaki huko. Inabidi aendelee kuelewa vile ambavyo alivyokuwa anaelewa. Alafu mimi nitafanya utaratibu pia wa kuhama hapa. Ili tutakapokuwa sehemu nyingine hatutakuwa na usumbufu tena wa kufuatiliwa na huyo Ludo wala kufuatiliwa na huyo mjomba wako, kwa sababu atakuwa hapafahamu sehemu ambapo tumehamia. Unasemaje wewe? Ungenisamehe tu brother. Kwa hiyo siku zote ulikuwa unaona mimi kama punguani, si ndio? Ulikuwa unanichukulia mimi mpuuzi Rudo. Hapana. Nahangaika na kuuliza kila siku, kumbe wewe umemficha ndani, si ndio? Hapana brother, ungenipa nafasi. Nimekwambia ukihitaji kuona upande wangu wa pili
utaumia. Haya ndio ulikuwa unataka sasa, si ndio? Ungenipa nafasi brother, nijaribu kukuelezea. Unataka kuongea nini Rudo? Lakini brother, mimi unanionea tu bure. Kwa sababu siku anakuja Kiduchu, hiyo siku mimi nilipata dharura kidogo. Na wakati narudi sijafanikiwa kumkuta. Na nilijaribu sana kumpigia simu yake, ila alikuwa hapatikani. Na hata dada yake nilokuwa nikiwasiliana naye, alipokuja kuniuliza kuhusu Kiduchu, nilikosa majibu ya kumpa, maana mimi sikufanikiwa kuonana naye tangia amefika. Na nimekuja kugundua kwamba yuko pale. Ni hiyo siku na wewe umekuja pale ukamuona. Kwa hiyo brother, mimi kilichonileta hapa ni kukuelewesha tu na kukuomba msamaha ili aishi. Yaani huo upumbavu wako unaozungumza sasa hivi, ushukuru tu hasira zangu zimeisha. Yaani ungenikuta kipindi kile ambacho namtafuta binti yangu kwa nguvu Rudo, kwa kuwa nimeshasahau yale, basi sihitaji uendelee kukivuruga kichwa changu. Nikaja kufanya vitu watu wakanishangaa bure. Naomba uondoke. Kwa sababu wewe ungetaka tuyamalize haya, ungeniambia ukweli tangia mwanzoni. Kwa nini unifiche? Lakini brother, mimi nilishindwa tu kukwambia ukweli kwa sababu nilikuwa sina majibu ya kukupa kwamba binti yako yuko wapi kwa muda ule. Lakini pia mimi nimeshukuru sana kwa yeye kupatikana. Maana hata mimi nilikuwa namtafuta pasina kujua nitampatia wapi. Na kingine brother, mimi sijaja hapa kwa ajili ya malumbano. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuomba radhi aishi. Mimi nampenda sana binti yako na niko tayari kufuata taratibu zote ili niweze kumuoa Kiduchu. Kwa hiyo naomba unielewe kwa hilo brother. Nakuomba sana. Yaani wewe Rudo, umuoe binti yangu mimi kwa uchafu wote huo unaofanya. Yaani hata kama ungekuwa hujanikosea, nisingeruhusu wewe kumuoa binti yangu mimi. Na istoshe, binti yangu ameshapata mtu sahihi wa kumuoa. Yaani unavyoona hapa ni leo tu. Kesho anapanda basi kurudi Morogoro kwa ajili ya maandalizi ya ndoa. Sijui tunaelewana ndugu yangu. Kwa hiyo kama hiko ndo kilichokuleta, kusanya mbariga zako uondoke. Na kingine, siku nyingine sihitaji nikuone ukirudi hapa. Kwa sababu hapa umeshaharibu. Sasa kama ukikaidi, utakielewa cha mtema kuni. Haya, potea. Kwa hiyo brother, unamaanisha Kiduchu anaolewa? Wewe usitaki kuibadilisha sura yangu. Nimekwambia ondoka. Rudo, potea. Sasa umejuaje kama anatoka naye? Maana mlishakaa mkazungumza na akakuthibitishia kuwa sio mtu wake. Sasa shoga yangu, kuna haja gani ya kuendelea kulishikilia bango hilo? Ninavyojua mimi, angekuwa akupendi wala asingekuwa anakutafuta. Asingekuwa anakubembeleza shoga yangu, sangebaki na wewe mwanamke. Ila unachokosea wewe shoga yangu ni hivyo unavyosusa. Inawezekana ukawa ndio unatoa nafasi ya wao kuwa pamoja. Sasa shauri yako shoga yangu. Mimi uhakika ninao. Na mimi sio chizi. Kwa sababu mwanzo wa tukio nilimkuta yule dada. Na hata siku nilipotoka kwa Salha, yule dada nilimkuta. Na kuna siku tena nilizungumza na Gozi kuhusu hili swala. Yule dada alitokea, akanipita mimi na kwenda kuzungumza na Gozi. Hivi ungekuwa kama ni wewe ungefanya nini? Na ndio maana nakwambia wale watu ni wapenzi. Kwa sababu Gozi aliniambia yule dada ameondoka. Mwisho wa siku tena namuona pale. Wewe unavyoona kuna kitu gani kinaendelea hapo? Kwa hiyo ulivyomwona anamfuata Gozi ulichukua hatua gani? Ningefanya nini zaidi ya kuondoka? Mimi niliondoka. Hapo ndo unapokosea shoga yangu. Yaani kama ningekuwa mimi, wala nisingekubali kuondoka. Ningekaa, ningesubiri nisikie wanaongea nini au kuna kitu gani kinaendelea. Kwa hiyo Salma, unataka kuniambia hiki nilichokifanya nimekosea? Shoga yangu hapo kweli umekosea. Kwa sababu mwisho wa siku hata ukimuuliza, atakuruka. Kwa sababu wewe mwenyewe hujataka kudhibitisha. Basi sawa. Inabidi nianze kufanya uchunguzi. Ili nihakikishe kama yule mwanamke yupo naye au la. Uchunguzi? Uchunguzi gani tena? Si inabidi uende mwenyewe ukathibitishe. Hapana Salma. Kule mimi siwezi kwenda kwa sasa.
ila nitajua nini cha kufanya. Sawa. Amna blaza bwana. Alafu leo nimekutana na shemeji. Yupo mkuku. Na nilivyojaribu kumsalimia hakuniitikia kabisa. Vipi? Kuna shida gani tena? Au mshatibuana tayari? Maana si kawaida yake. Shemeji yako utamweza? Kama unavyomjua, mambo yake huwa anapenda kukurupuka. Kwa sababu jambo sio jambo, anaweza akapaniki akachukia hadi watu wengine ambao wasihusika katika hiyo kesi. Maana kama juzi hapa, kuna issue ambayo tulizungumza. Tumeyaongea tukayamaliza vizuri. Dakika sio nyingi anakuja kufanya tena jambo hilo ambalo tumetoka kuliongelea. Kwa hiyo mimi binafsi sasa hivi sitaki tena kuumiza kichwa kuhusu yeye. Sababu wakati mwingine naona kama ananifanyia makusudi. Haya bana, wanasema mambo ya Ngoswe tumachie Ngoswe. Alafu vipi kuhusu yule mtoto ambaye ulioniambiaga? Hivi ndio kweli umemacha aende? Sasa hivyo ndio vitu ambavyo unavyoviweza yani. Usahau kitu. Yaani ukidokezwa tu tayari umekiweka akilini, unataka kujua hatima yake inakuaje. Ili jambo hili lipo kwenye box bwana. Kwa muda ukifika utakuja kujua kinachoendelea, lakini kwa sasa niache kwa. Blaza, sio umegeta kidogo. Nimekwambia muda ukifika utakuja kuelewa kinachoendelea, lakini kwa sasa niache kwanza. Jambo lipo kwenye box. Kiduchu, ulikuwa wapi muda wote wewe? Mjomba, nilitoka mara moja. Nilikuwa hapo dukani. Sasa dukani duka gani muda wote huo? Kiduchu masaa 2 matatu unasema huko dukani. Hilo duka gani ndugu yangu? Ndio, nilikuta kuna foleni. Kwa ikanibidi niwe nasubiri. Ila kama nitakuwa nimechelewa mjomba, naomba unisamehe. Sawa, tuachane na hayo. Si unajua kama kesho ni safari yako, lakini unatakiwa ujiandae ili kesho asubuhi na mapema nikupeleke stendi. Lakini mjomba, mimi nilikuwa nataka niendelee kubaki. Ikiwa nakaribia hiyo siku ya ndoa, niweze kwenda na dada. Sio kwamba nakufukuza mjomba wangu. Mimi nilikuwa natamani nyinyi nyote muendelee kubaki hapa. Simeona nyumba ilivyochangamka. Ila sasa wewe unatakiwa uwai ili maandalizi ya ndoa yafanyike mapema. Na kuhusu huyu dadako kuna jambo tumelizungumza. Labda akwambie mwenyewe. Ni kweli Kiduchu. Mimi niliongea na mjomba ili niendelee kubaki hapa. Kwa sababu kama unavyojua kule Morogoro sina issue yoyote ile. Nimekaa tu. Kwa hiyo nikaomba niendelee kubaki hapa ili hata ikitokea kazi niweze kupata kazi nifanye. Ili maisha mengine yaendelee. Kwa nilikuwa naomba tu uende mdogo wangu. Na kuhusu ndoa yako mdogo wangu, hata usijali. Mimi lazima nitafika. Kwa sasa hivi tuache tu hizi taratibu za mwanzo zipite. Nitafika mdogo wangu. Sawa mjomba, nimekuelewa. Nitaenda. Sasa mjomba, mbona kinyonge hivyo? Mjomba, hili jambo la heri ujue. Watu wanalilia ndoa mjomba. Changamka. Mambo yaende vizuri mjomba. Mbona hivyo? Furahi bwana. We dada. Shikamoo.
Marahaba. Vipi mdogo wangu? Nimekusikia unagonga muda. Kwani huna taarifa kwamba Gozi amehama humu ndani? Hapana. Sikuwa najua kama amehama. Laiti ningekuwa najua, nisingekuwa nagonga pale muda wote. Kwani amehamia wapi? Hapana. Hata mimi sijui alipohamia. Labda ungempigia simu. Kiukweli dadangu, sina hata namba zake. Wala sijawahi kuwasiliana naye kwa simu. Basi sawa. Cha kukusaidia hapo, mimi ngoja nimpigie simu uweze kuzungumza naye. Dada. Wala haina haja. Maana mimi mwenyewe niliagizwa tu. Acha niende. Nitaenda kumwambia kuwa sikumkuta. Unasemaje? Ndio hivyo dada. Hizo ndo taarifa nilizokutana nazo. Kuwa Gozi pale amehama na sifahamu amehamia wapi. Sasa inawezekanaje? Wakati mtu jana nimetoka kuzungumza naye, leo hii unaniambia kwamba amehama. Hii inakuwaje? Sasa kama ni kuhama atakuwa amehama saa ngapi? Kwa hiyo yeye amekwambia atakuwa amehamia wapi? Hapana, mimi hakuniambia amehamia wapi. Ila aliniambia kama kuna mazungumzo zaidi, anipe simu niongee naye. Lakini mimi nilikataa. Maana kama kuna mazungumzo zaidi, utaongea naye wewe mwenyewe. Gozi amenifanyia mchezo. Kwa hiyo yeye ameamua kwenda kupanga sehemu nyingine ili mimi nisijue iko wapi. Ila sawa. Mimi nitajua tu. Kwani dada? Kwani Gozi bado una mpango naye tu? Maana kila siku anakupiga matukio, lakini ukomi. Alafu wewe, nimeshakuambia biashara za kunichimba chimba sitaki. Mimi ni dada yako. Unasema? Sasa hajafika vipi? Kiduchu mimi mwenyewe ndo nimempatia nauli na nimetoka naye hapa, nimepanda naye pikipiki, nimemsindikiza mpaka stendi. Sasa mnavyoniambia hajafika ndo mnanichanganya. Aha. Kuna kitu nakihisi. Basi sawa dada, wewe usijali. Mimi hilo nalifanyia kazi na nitahakikisha Kiduchu atafika hapo. Usijali kuhusu hilo dadangu. Sawa. Kama haikuwa shubiri, utamu wake asali inasubiri. Mimi sikumwaza, moyo wangu ndiyo mekiri. Umesibitisha nafa kwa wangu akili. Mzio naumia, naumia, naumia mama. Mzio naumia, naumia, naumia sana. Ninaogopa mama, ninaogopa kupendesha kwa lawama. Ninaogopa sana, ninaogopa kupendesha kwa wasama.